Mkoa wa Shinyanga umeendelea kuimarisha mazingira rafiki ya ujasiriamali na kutoa miongozo na sera mbalimbali jumuishi kama ambavyo imekuwa ni sera ambayo inatafsiriwa na wizara yetu hii. Ndugu zangu, ofisi ya mkoa imeendelea kusimamia zoezi la usajili wa wajasiriamali kupitia mfumo wa elektroniki wa wafanyabiashara ndogo ndogo, yani WBN, ambapo jumla ya wafanyabiashara 2453 wamesajiliwa, ambapo wanawake ni 1334 na wanaume ni 1119. Idadi hii inajumuisha wafanyabiashara ndogo ndogo ambao wengi wao pia ni vijana. Aidha, kuhakikisha vijana wanajikwamua kiuchumi, ofisi yetu ya mkoa wa Shinyanga inaendelea kuhamasisha na kusimamia zoezi la utoaji wa mikopo ya serikali kwa wafanyabiashara ndogo ndogo ili kuhakikisha wanajikwamua kiuchumi. Kwa wale ambao hawajapata kwenye mzunguko huu, naomba nitumie fursa hii. Ofisi ya mkuu wa mkoa iko wazi, ofisi za wakuu wa wilaya ziko wazi. Fedha hizi Mheshimiwa Rais alizitolea maelekezo ili kuhakikisha kwamba sio tu zitajwe kwenye majukwaa, bali zionekanike zikizunguka kwenye biashara za vijana na zinakwenda kuinua vijana kiuchumi. Serikali inaamini katika kasi, uwazi, lakini pia na uwajibikaji. Kupitia maafisa maendeleo ya vijana katika kila halmashauri, tutahakikisha kwamba changamoto zenu zinatatuliwa kwa wakati na fursa zinawafikia walengwa. Na katika mikopo hii, ningependa nieleze maeneo machache ya uboreshaji wa utoaji wa mikopo ambao vijana wamekuwa wakilalamikia kwenye maeneo mengi sana. Eneo la kwanza limelalamikiwa sana na vijana ni eneo la vigezo. Wengi wanasema ukienda lazima uwe na dhamana. Si ndio tumesikia hiyo? Sasa unataka kuwa na dhamana. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kwamba mikopo hii inahusiana na vijana. Kijana hahitaji kuwa na dhamana yoyote. Milioni 200 tulizozitoa kwa awamu ya kwanza kwa vijana wa Mwanza, hakuna kijana aliyeweka hati, hakuna kijana aliyeweka kiwanja, wala hakuna kijana aliyeweka nyumba. Sisi tumewaamini vijana, tukiamini kwamba kile tulichowapatia, vifaa tulivyowapatia ndio vinatumika kama dhamana, kama collateral yao. Kwa hiyo tumeondoa mambo ya dhamana katika mikopo ya vijana, ili kila kijana bila kujali uwezo wake wa sasa aweze kupata fedha na kuweza kuwekeza. Lakini eneo la pili ambalo lilikuwa linazungumzwa sana na vijana ni kwamba unapewa pesa leo, unahitaji kufanya marejesho kuanzia kesho. Mradi unakuwa hujaimarika, mradi unakuwa hujakuwa, mradi unakuwa hujasimama vizuri. Mimi pamoja na wataalamu pale wizarani tumekubaliana kupitia mwongozo mpya ambao umetolewa sasa hivi katika miradi yote ya vijana ambayo itakuwa inapitia mfuko wa maendeleo ya vijana, tuna grace period, tuna muda wa kumwacha kijana azalishe kati ya miezi 3 mpaka miezi 6. Kikundi cha kwanza tulichowapatia UTA jana kwa shilingi milioni 100, utazama nafikiri ziko 5. Wale wataanza kurudisha mikopo yao baada ya miezi 3. Kikundi cha samaki wataanza kurudisha mikopo baada ya miezi 6 ili kuhakikisha kwamba wameimarika na wanaendelea kuzalisha. Miongoni mwa changamoto ambazo vijana tulikuwa tunapata changamoto ya kukosa jukwaa ambalo linatukutanisha sisi kama vijana kuweza kuona tunatumia jukwaa lipi kuzungumza mambo ambayo yanatuhusu sisi kama vijana. Kwa sababu tumekuwa tukitumia majukwaa ya watu wengine kuzungumzia masuala ambayo yanahusu vijana. Lakini jukwaa hili la Vijana Platform linaenda kuwa jukwaa madhubuti kabisa, hasa sisi vijana ambao tunayapenda maendeleo na ni vijana ambao tunajua kukimbilia fursa. Naona itakuwa ni jukwaa pekee ambalo litaenda kuhakikisha linawakutanisha vijana wengi wenye akili tofauti tofauti, lakini vijana ambao wana ndoto za kufika mbali. Kwa hiyo hili jukwaa litakwenda kuongeza chachu na litaenda kuwafanya vijana wawe kitu kimoja, hasa wa manispaa yetu ya Shinyanga. Changamoto kabla hii jukwaa au kabla ya mikopo na namna ufuatiliaji wa mikopo, na changamoto zilikuwa nyingi sana namna ya kufuatilia, kwa sababu ulikuwa ukienda unaambiwa dhamana ambayo ulikuwa labda mtu anakuwa hana, lakini baada ya marekebisho na kupunguza masharti mengi, basi
fursa zikapatikana namna ya kuipata mkopo ikawa ni rahisi zaidi. Hapo mwanzo changamoto nyingi tulizokuwa tunakumbana nazo sisi kama vijana, tulikuwa tunakumbana na changamoto mojawapo ikiwa ni unapokwenda kuomba mkopo, wamekuwa wakiomba dhamana, lakini kupitia tamko la waziri amesema kabisa kwenye swala la dhamana sisi kama vijana hatutasumbuliwa kabisa kuomba dhamana, badala yake tutapewa fedha hizo na kuhakikisha tunazitumia. Na kitu pekee ambacho waziri ameweza kukisemea na ambacho nimeona ni bora na ni kizuri zaidi, pale ambapo amesema mjasiriamali ukienda kuchukua fedha zile utapewa ile grace period ambayo ina range miezi 3 mpaka miezi 6. Hicho ni kitu pekee ambacho nimevutiwa nacho, kwa sababu mjasiriamali anapozichukua fedha zile haziwezi zikazaa ndani ya siku moja mpaka siku 2 aanze kupeleka marejesho.